Yes. Ni wakati mwingine tena kufanya uchambuzi na ufafanuzi wa vitu mbalimbali vinavyohusiana na software inayotumika kwenye simu au mobile software. Ni wakati mwingine tena wa kugusia juu mambo mbalimbali yanayofanya kazi kwenye software ya simu. Sasa leo nataka nigusie juu kitu kingine kinachotambulika kama boot process. Leo nataka kuongelea kidogo kuhusiana na kitu kinachojulikana kama boot process. Boot process. Tunaposema boot process tunaongelea zile hatua za mwanzoni kabisa za ufanyaji kazi wa simu. Maana yake hatua za mwanzoni za ufanyaji kazi wa simu ni zile hatua za uwakaji. Zile hatua za uwakaji wa simu. Simu inapowaka, yani kuanzia pale unapobonyeza button ya kuwashia mpaka pale simu inapokuletea mafaili apps, inakuwa imepita hatua tofauti, inakuwa imepitia kwenye hatua mbalimbali za uwakaji. Na hatua zote hizi huwa ni muhimu, na ni muhimu sana watu wao wanazifahamu, kwa maana kushindikana kwa hatua moja kunaweza kuleta tatizo jingine au kunaweza kuipeleka simu katika mazingira mengine. Kwa hiyo kama utazifahamu hizi hatua zote za uwakaji wa simu, basi kuna mazingira au kuna modes za uwakaji wa simu zitakuwa hazikuchanganyi. Sasa huwa hii boot process au boot flow au namna ya uwakaji wa simu, hatua za uwakaji wa simu huwa zinatofautiana kulingana na aina ya operating system inayoenda kuendesha hiyo simu. Kwa hiyo namna simu ya Android itakavyowaka au hatua ambazo zitapitiwa na simu ya Android itakuwa ni tofauti na hatua ambazo zitapitiwa na simu inayotumia iOS, au itakuwa ni tofauti na hatua zitakazopitiwa na simu inayotumia operating system tofauti na Android na iOS. Sasa hizi hatua huwa ni nyingi kulingana na aina ya operating system, lakini kuna hatua zile za muhimu, zile ambazo ni basic. Simu zote lazima zipitie kwenye hatua hizo. Hizi hatua hazichagui simu inatumia Android, inatumia iOS, inatumia BlackBerry OS au inatumia Windows phone, lakini lazima ipitie katika hizi hatua tatu za muhimu za kwanza. Sasa ndani ya hizi hatua tatu za kwanza huwa kuna zitakazoongezeka katikati au zitakazoongezeka baada. Maana yake kuna baadhi ya operating system inaweza ikachukua hatua moja ikaigawanya mara mbili ikapata hatua mbili tofauti. Labda tuanze kuziangalia hizi hatua za uwakaji wa simu. Simu inapowaka inapitia katika hatua tatu muhimu. Simu yoyote inapitia katika hatua tatu muhimu. Kuna hatua ya kwanza inajulikana kama boot ROM. Hatua ya pili inajulikana kama boot loader, na hatua ya tatu inajulikana kama kernel. Sasa hizi ndizo hatua muhimu kwa device zote au kwa simu zote, haijalishi itakuwa inatumia operating system gani. Ila hizi hatua zitakuja kuongezeka au kuja kunyumbuliwa kulingana na aina ya operating system ambayo itakuwa inatumika ndani ya simu. Kwa mfano, simu ambayo itatumia Android, hizi hatua tatu za boot ROM, boot loader na kernel, kutaongezeka hatua nyingine za ziada kulingana na hiyo operating system ilivyotengenezwa. Kwa hiyo kwenye Android utaona hatua za uwakaji zinazidi 3. Ukija kwenye iOS hatua za uwakaji zitazidi 3. Lakini video hii ningependa tuziangalie zile hatua 3 za muhimu za uwakaji wa simu. Tukianza na hatua ya kwanza ambayo inajulikana kama boot ROM. Sasa boot ROM ni nini? Boot ROM ni feature ambayo imetengenezwa kwenye processor za simu. Ni feature ambayo imetengenezwa ndani ya processor za simu. Feature hii inafanya majukumu ya uanzishaji wa simu. Yani ndo initial stage ya simu kufanya kazi. Ile hatua ya kwanza kabisa ya simu kufanya kazi ndo inaitwa boot ROM. Sasa hii feature imetengenezwa kwenye CPU kwa ajili ya kuanzisha ufanyaji kazi wa simu. Kwa kifupi, kabla tujaangalia boot ROM kwa undani zaidi, kuna kitu nikugusia hapo. Namna simu inavyokuwa inafanya kazi, kuna vitu vitatu vinategemeana. Kuna kitu kinaitwa processor au CPU, kuna kitu kinaitwa RAM, na kuna kitu kinaitwa ROM. Sasa hii ROM
kazi yake ni kuhifadhi au kutunza operating system. Hii RAM kazi yake ni kurahisisha ufanyaji kazi wa simu in general. Manake vitu ambavyo vipo kwenye ROM vinahamishwa vinaenda kwenye RAM ili vifanyiwe kazi. Hii CPU ndo sehemu au ndio ubongo wa simu ambao unachambua na kuprocess matukio yote yanayofanyika ndani ya simu. Manake ukitaka kufungua kitu, CPU ndo inaongoza namna hicho kitu kitakavyokuwa kinafunguka. Sasa ROM ndio imebeba operating system. Manake apps na maelezo yote ya ufanyaji kazi wa simu yapo ndani ya kitu kinaitwa ROM au memory. Alafu RAM ndio inapofanyiwa uchakataji wa hivyo vitu na CPU. Manake CPU ndio inachakata hivyo vitu, ndio inafanya vitu vifunguke. Kwa hiyo kitu chochote kabla hakijafanywa uchakataji lazima kitoke kwenye ROM kiingie kwenye RAM, alafu CPU inakichakata kikiwa kwenye RAM, kwa sababu RAM ni memory ambayo inatunza data temporary. Itakuwa ina urahisi wa kufanya kazi pale vitakapokuwa vinachakatiwa kwenye RAM, kwa sababu simu inapokuwa inazima, inapokuwa inawaka, kunapatikana space ya kuchakata vitu vingine. Simu ikizima, ikiwaka, space ya kuchakata vitu vingine na vingine zaidi inapatikana, tofauti na vikiwa vinachakatwa ndani ya ROM, kwa sababu ROM ni permanent storage. Storage ikiwa imejaa, uwezekano wa kuchakata vitu zaidi itashindikana. Kwa hiyo inabidi uelewe namna hivi vitu vitatu vinavyohusiana katika utendaji kazi: CPU, RAM na ROM. Sasa basi tukija tukiangalia boot ROM. Boot ROM tumesema ni feature ambayo inatengenezwa kwenye processor au kwenye CPU, ambayo ndio inafanya kazi ya uanzishaji wa ufanyaji kazi wa simu. Sasa tumesema ROM ndio inabeba operating system. Kwa hiyo hili simu iwake, lazima operating system iwe active, iwe inafanya kazi. Sasa kwenye ROM kuna vitu ambavyo ni extra zaidi ya operating system. ROM ina features kama bootloader, ina features kama recovery, ina features kama RPMB. Hiyo ni ROM. Ni vitu ambavyo havipo ndani ya operating system. Hizo ni features ambazo ziko ndani ya ROM kama ROM. Sasa kazi ya bootloader ni kuload operating system kwenda kwenye RAM. Kazi ya bootloader ni kubeba operating system kuitoa kwenye ROM kuipeleka kwenye RAM. Sasa kama bootloader inaitoa operating system kutoka kwenye ROM kwenda kwenye RAM, bootloader inafikaje kwenye RAM? Kwa hiyo hii boot ROM ndio inayofanya majukumu ya kuibeba bootloader kutoka kwenye ROM na kuileta kwenye RAM. Kwa hiyo hii ndio hatua ya kwanza kabisa ya ufanyaji kazi au ya uwakaji wa simu. Boot ROM unapominya button ya kuachia pale, yani unapo initialize device, hii feature ambayo inajulikana kama boot ROM inaichukua bootloader kutoka kwenye ROM na inaipeleka kwenye RAM. Inaichukua bootloader kutoka kwenye ROM inaipeleka kwenye RAM. Kwa hiyo hiyo ndio hatua ya kwanza ya uwakaji wa simu inayojulikana kama boot ROM. Inajulikana kama boot ROM, au watu wanaweza wakaitambua kama BROM au BROM, unaweza kuita vyovyote vile, lakini kitaalamu inaitwa boot ROM. Hii ni feature ambayo ipo kwenye CPU, inafanya majukumu ya uanzishaji na ufanyaji kazi wa mwanzo kabisa wa simu. Kwa hiyo katika hatua hii ni boot ROM inaichukua bootloader kutoka kwenye ROM kwenda kwenye RAM. Kumbuka kwamba bootloader haihusiani na operating system, ila vyote vinapatikana ndani ya ROM. Kwa hiyo bootloader ni feature ambayo inajitegemea, inakuja na memory yake, lakini operating system ni feature ambayo inakuja kuwekwa ndani ya ROM. Kwa hiyo namna gani unaweza ukaona bootloader ni kitu chenye nguvu kuzidi operating system. Kama ni ulinzi ukiwa ndani ya bootloader unakuwa ni mgumu kuliko ulinzi utakaopatikana ndani ya operating system, kwa sababu bootloader ni feature ambayo iko ndani ya memory, lakini operating system ni kitu ambacho kinakuja kuhifadhiwa ndani ya memory. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuchukua ni boot ROM inachukua bootloader inaitoa kwenye ROM inaipeleka kwenye RAM. Lengo la kuitoa kwenye ROM kuipeleka kwenye RAM ni ili CPU iweze kuiona na kuifanyia kazi. Ni zile sasa michakato ya ufanyaji kazi wa CPU inapoanza kufanya kazi. Kwa hiyo bootloader ikishafika kwenye RAM, sasa inakuja hatua ya pili ya uwakaji wa simu ambayo inaitwa bootloader. Hapo hatua ya kwanza inakuwa ishakamilika. Hapa kwenye hatua ya kwanza sasa, kuanzia inapoanza mpaka inapokamilika, mbali na kuchukua bootloader kuitoa kwenye ROM kwenda kwenye RAM, huwa kuna majukumu mengine yanafanywa na boot ROM, kama kuangalia mazingira ya ile bootloader inapoenda kukaa kama ni sahihi, kuangalia
integrity ya bootloader. Maana yake sasa hapo ni majukumu ya kiulinzi. Inahakikisha kwamba hiyo bootloader ambayo inapelekwa kwenye RAM ipo kama ilivyokuja kutoka kiwandani. Ndio vitu tunaitaga integrity zile. Uhalali, uadilifu wa kile kitu ambacho kinapelekwa. Issue za security inatakiwa inahakikisha kwamba bootloader haijafanywa mabadiliko yoyote, haijachezewa. Kwa hiyo kuna majukumu mengine ambayo bootloader inafanya kipindi bootloader inapelekwa au kabla haijapelekwa kwenye ROM. Kwa hiyo hayo yote yakishakamilika, bootloader ikishafika kwenye ROM, hatua ya kwanza ya uwakaji wa simu ya bootloader ndio inakuwa imekamilika. Inafuata hatua ya pili ambayo inajulikana kama bootloader. Sasa hatua ya pili au bootloader ina kazi ya kuibeba kernel, kutoka kwenye ROM kuipeleka kwenye RAM na yenyewe. Kwa maana bootloader ikishafika kwenye RAM sasa inaweza ikafanya majukumu yake sasa ikiwa ndani ya RAM. Kwa hiyo jukumu la bootloader la msingi ni kuibeba kernel kutoka kwenye ROM kuileta kwenye RAM. Sasa kernel ni nini? Kernel ni kiini cha operating system. Yani hizi operating system zote ambazo tunaziona duniani au tunaziona zinatumika kwenye simu na vifaa vingine zimetengenezwa kwa kutumia kiini kinachojulikana kama kernel. Kernel ni kiini ambacho kimetumika kutengeneza operating system, ambacho kazi yake kubwa kwenye operating system ni kuunganisha au kuleta mahusiano yaliyopo kati ya software na hardware. Kwenye video ambayo inahusiana na uchambuzi wa software utaona namna gani software, utajua kwanza software ni nini. Utaona kernel ni nini, kazi ya kernel inatengenezwaje na inafanyaje kazi. Kwa hiyo kwa juu hapa inabidi uelewe kwamba kernel ni kiini cha operating system ambacho ndio kinaleta muunganiko kati ya upande wa software na upande wa hardware. Yani zile instruction zote za software zinapofanya kazi yake ili ziende zikaguse sehemu za hardware, kernel ndio inafanya huo muunganiko. Kwa hiyo kernel ni sehemu ya operating system, ni kiini cha operating system ambayo yenyewe unaikuta kwenye ROM, kwa sababu ROM ndio inaibeba operating system, maana yake ndio inabeba na kernel yenyewe. Kwa hiyo bootloader ikishafika kwenye RAM sasa inakuwa na jukumu la kwenda kuibeba kernel kutoka kwenye ROM kuileta kwenye RAM ili CPU iendelee kufanya majukumu yake. Kwa hiyo mbali ya kuibeba tu kernel kutoka kwenye ROM kuileta kwenye RAM, pia inafanya majukumu ya kiusalama na kiulinzi. Kwa mfano itaangalia mazingira ambayo kernel inaenda kukaa kama yako salama, itaangalia kernel inayokuja kukaa haijachezewa na vitu vingine vya kiulinzi. Itaangalia mazingira ya ufanyaji kazi wa hiyo kernel. Yani maana yake operating system kabla haijaanza kufanya kazi lazima mazingira ya device yapo sawa, kama drivers, nini, vitu vyote vinavyohusiana na simu kufanya kazi lazima vifanywe checking. Kwa hizo hatua na zenyewe zinafanywa na bootloader, kwamba kipindi kernel inakuja kukaa inaangalia mazingira ya ufanyaji kazi wote wa kernel kama yako sawa. Kwa hiyo bootloader ikishamaliza majukumu yake ya kuibeba kernel kutoka kwenye ROM kuleta kwenye RAM, ni hatua ya pili ya uwakaji wa simu inakuwa imekamilika. Sasa hii bootloader ukiangalia kwenye aina tofauti za operating system ambazo zinafanya kazi kwenye device, utakuja kuona utofauti wa uwakaji kulingana na operating system. Hii bootloader inagawanywa katika sehemu mbili. Kuna primary bootloader na secondary bootloader. Sasa hiyo itategemea hiyo simu ni ina run operating system gani. Kwa mfano kwenye Android utakuta kuna primary bootloader na secondary bootloader. Kwenye iOS kuna primary bootloader na secondary bootloader ambazo zenyewe kuna majina zinatumia. Kwa hiyo hatuwezi tukaijadili hapa kwa maana au kwa sababu hii video haihusiani na hizo operating system. Hapa tunajadili in general. Kwa hiyo kernel ikishafika pale inakuwa imemaliza hatua ya pili ya uwakaji wa simu. Hatua ya tatu tumesema inaitwa kernel. Sasa kwenye hii hatua ya tatu ya uwakaji wa simu au hii hatua ya kernel tumesema ndo kiini cha operating system. Maana yake vitu vyote ambavyo viko ndani ya operating system ni rahisi kuendeshwa na kernel kwa sababu kernel ndio kiini. Sasa kwenye hii hatua ya tatu kernel inakuwa na majukumu ya kuload kila kitu kinachohusiana na operating system kutoka kwenye ROM kukileta kwenye RAM. Sasa hii ndio hatua ya tatu ya uwakaji wa simu. Kwa sababu tumesema kernel ndio sehemu ya operating system, ila kwenye ile hatua ya pili ya bootloader pale tulikuwa bado hatujagusa operating system kwa sababu bootloader ni feature ya memory, sio sehemu ya operating system. Ila kwenye hii hatua ya tatu sasa ndio sehemu ya kwanza ya operating system kuhusika katika michakato ya simu. Sasa hii kwenye hatua ya tatu ya uwakaji wa simu ndio operating system inaanza kuguswa. Kwa hiyo tumeona kwenye hatua hii
kernel inafanyeje, inabebwa kutoka kwenye ROM inapelekwa kwenye RAM kwa ajili ya CPU kuifanyia michakato yake sasa. Kwa hiyo hapa sasa ndio utaona kuna baadhi ya vitu vingi vinavyohusiana na operating system vinahusika na vinafanya kazi sasa. CPU inaviona na inavichakata. Kwa hiyo hatua ya tatu ambayo inajulikana kama kernel ni hatua inayotumika katika uwakaji wa simu zote zinazotumia operating system. Sasa kwenye hatua hii tumesema kernel inakuwa na majukumu ya kubeba vitu vinavyohusiana na operating system kutoka katika ROM kuleta katika RAM. Kwa hiyo vile vitu vyote vinavyohusiana na uwakaji wa simu wa mwanzoni, kwa mfano vitu vitakavyohusiana na mwanga, partition, image zitakazohusiana na mwanga vitaanza kuchukuliwa kutoka kwenye ROM kuletwa kwenye RAM ili CPU vifanyie uchakataji. Vitu vyote vitakavyohusiana labda na maandishi, kwa mfano simu inawaka pale tunaona inatokea zile logo. Kwa hiyo zile image au partition zitakazohusiana na logo ya simu ndio vitachukuliwa pale, vitaletwa kwenye RAM ili vifanyiwe mchakato. Sasa kulingana na aina ya operating system, kutoka hapo kwenye kernel kwenda mbele kuna hatua zingine. Sasa hatuwezi tukazijadili kwa sababu tunajadili uwakaji wa simu in general. Sasa tukiwa tunajadili labda uwakaji wa Android, boot process ya Android, tutaangalia baada ya kernel kunafanyika kitu gani mpaka tunakuja kuona apps zinafunguka. Kwa hiyo hatua tatu muhimu za uwakaji wa simu ndio hizo. Ya kwanza ni boot ROM au BROM, ya pili ni bootloader, ya tatu ni kernel. Kwa hiyo tunaanza na hatua ya kwanza kutoka kwenye processor ambayo ni CPU, si ndio? Hatua ya pili inatoka kwenye memory ambayo ni bootloader. Hatua ya tatu inatoka kwenye operating system sasa ambayo ni kernel. Tunaona namna gani sasa hivi vitu vinahusiana kati ya CPU, kati ya ROM na RAM. Aina mbili za memory zina mahusiano makubwa sana ya kiutendaji na processor ya simu. Sasa kwenye hizi hatua kuna mazingira ambayo ikatokea hatua moja ikafeli, itasababisha simu iende kwenye hali sio ya kikawaida. Kwa mfano, simu inapotoka kwenye hatua ya boot ROM ikaenda kwenye hatua ya bootloader, inapotoka kwenye hatua ya bootloader kwenda kwenye hatua ya kernel, hii hatua ikafeli, yani simu ikafeli kutoka kwenye hatua ya bootloader kwenda kwenye hatua ya kernel, maana yake tunasema ni bootloader imefeli kwenye simu. Sasa kuna baadhi ya simu hapa utaona zinawakia kwenye mode tofauti au zinawakia kwenye mazingira tofauti. Kwa hiyo hatua ya bootloader ikiwa imefeli, simu inawakia kwenye modes ambazo zinajulikana kama modes za dharura, modes za dharura au emergency mode. Kwa mfano simu za iOS ikifeli bootloader, utaona simu inaenda kwenye mode inajulikana kama DFU, device firmware update, inaenda kwenye mode inaitwa DFU. Kuna simu za Android zingine ikifeli hii mode inaweza ikaenda kwenye emergency mode inajulikana kama EDL, emergency download mode. Kuna simu zitaenda kwenye mode kama blow mode, zile zote ni emergency, maana yake ni bootloader imefeli. Kwa hiyo simu imedondokea kwenye mode ambayo sasa ile boot ROM inaweza ikaimanage simu na kufanya vitu ambavyo vinawezekana kufanyika kwenye level ya boot ROM. Kwa hiyo kuna modi ambazo zikifeli hapa unaona simu inaenda katika mazingira tofauti. Kwa hiyo umeona namna gani hizi hatua zinavyofanya kazi, zinavyoshabiana, zinavyoiana na zinavyotegemeana. Hizo ndizo hatua tatu za muhimu za kwanza katika uwakaji wa simu. Nimegusia juu tu vitu ambavyo vinapatikana kwenye kitabu kinachojulikana kama Basic Mobile Software Knowledge. Ndani ya kile kitabu vitu kama hivi utavikuta in details, utakuta vimechambuliwa kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Na kama hujapata kitabu, kitafute upate nondo za kutosha, uje uifahamu software ya simu kwa undani zaidi, inapoundwa na inapofanywa kazi.